Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu salimieni hata kama mpendi. Lakini hiyo ndoa yako ambayo sasa hivi ni chungu kama shughuli, imesababishwa na tabia zako kwenda saluni kuwaambia marafiki zako tabia za mume wako. Nazungumza habari za msingi kabla sijazungumza habari za mjana usipereka. Sikiliza, kuna watu ambao una tabia, ukifika tu mahali unaanza kumwambia shofu yako, unajua mume wangu siku hizi kazi yake anaongezewa mshahara, unajua mume wangu siku hizi biashara zake zimeshamiri, hali yake ya kifedha ni hivi. Najua kina mama tabia zenu mnapenda kujisifia ili muonekane mko juu, kumbe mnatengeneza msimu unaokuja kuwa mbaya. Tunamwambia mume wangu ameniletea vitenge viwili, kaniletea na mafuta 6, kaniletea nini na nini, kumbe unayemwambia ndani yake kuna roho ya nyoka. Juzi nikazungumza habari za nyoka sana. Ndani yake kuna roho ya nyoka. Unapomshirikisha mambo ya nyumbani kwako, unajifanya unajivunia ili uonekane ni tajiri, ili uonekane unapendwa. Lakini unayemwambia aliyeangaga ilazi na mume wake, sikiliza, ataenda kwa mganga, atachukua jina la mume wako na jina lako, atavinuia kuanzia leo, wewe hautakuwa na amani ndani ya ndoa. Sikiliza, wanaume wanaweza sikia. Wanaume wanaweza sikia. Hiyo roho ya udhaifu na ikemea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunasemaga wanaume ni dhaifu, ila sio kweli. Kwa kuwa shosti wa mke wako ashajua kwamba wanaume ni dhaifu, anakuja kwa mgongo wa nyuma, anaanza kuchati na mume wake. Mmenielewa? Kwa kuwa hujui kuomba, nilikwambia mwanzoni, hujui kuomba wala hujui kumlinda mume wako, anaigwa na shosti. Akina Yona tunawaambia kwenye maisha yetu wanabadilisha msimu, wanabadilisha nyakati. Kuna watu ambao tuliwabeba kwenye maisha yetu, ukitumaini mtu ni msaada kwenye maisha yako, ukamwingiza kwenye maisha yako, ukaanza kumpa password za biashara zako, ukaanza kumpa password za kilimo chako. Ghafla huyo mtu anakugeuka, anakuwa shubiri. Kuna watu ambao tuliwahi kuwabeba kwenye maisha yetu, tukiwaamini hao watu ni msaada, tukiamini hao watu ni walokole wenzetu, tukawapa password za maisha, tukawapa password za biashara. Ghafla anazuka biashara yako, anaiua. Tuna shuhuda za watu wengi ambao tunawabeba, tukawapa hata connection ya kazi. Na rafiki yangu mmoja alipo connection ya kazi na rafiki yake, yeye alipofika pale akajifanya ndiye kubwa kuliko hata yule aliyefanyaje, akaanza kumzunguka kwa bosi. Huyu mtu ni mnafiki sana, huyu mtu afai, muondoe ile anasahau ya kwamba aliyemuuliza ni nani. Kuna watu kwenye maisha yako ndio password. Sio lazima usijifanye mlokole sana kwa hapo watu password za maisha yako. Usijifanye sana umeokoka, wewe ni maadui, wewe ni nyoka. Kazi yao ni kuharibu maisha ya watu. Kuna watu wanasaidiwaga, lakini baada ya kusaidiwa wanasahau ya kwamba kuna mtu alimnyanyua akamshika mkono, akifika mbele anatamani hata wewe akuue. Kwa maana tukasoma kwamba walianguka, wakapigwa, wakaanguka chini. Sikiliza nikwambie, kazi ya maadui wa kiroho wanawezekana marafiki wako wema kabisa, wanawezekana marafiki zako, wanawezekana ndugu zako wa karibu, lakini kazi yao ni kuvuruga msimu wa maisha yako. Nikwambie, ufike wakati uwakatia kwenye maisha yako, uwavue kwenye maisha yako. Hata kama ni rafiki yako, kataa urafiki huo, uvue urafiki huo, baki peke yako, umwambie Mungu, wewe ni rafiki yangu wa kweli, wewe ni msaada wangu wa kweli. Maana marafiki tuliwaamini, tukawapa kazi, lakini wakatukataa. Sikiliza, ufike watua msimu wako, tembea na Yesu peke yake. Huyo unamwamini shosti. Wengine wana roho ya nyoka kama yule nyoka wa Edeni. Alijifanya mtu mwerevu kabisa kumsaidia Eva, kumbe ndani yake
alitaka kumwangamiza Eva. Ndio jirani yako, mwangalie jirani yako vizuri, mwangalie, mwambie acha ushosti huo. Kwenye maisha hamna ushosti. Maisha hamna ushosti. Na nichekea. Wangapi tunao mtu unampa nafasi, ukiamini ndio rafiki yako, end of the day unajuta. Mjana wa Sarepta na Elia tumalizia. Wafalme wa kwanza, nitasoma kwa kurukaruka. Wangapi mnanielewa? Lakini amen, amen. Wafalme wa kwanza 17. Wafalme wa kwanza 17. Naomba nisome mstari wa 4 haraka. Naomba nianze mstari wa 2 ili kunielewa. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerethi kinacho